Nanyi mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Neno la ushindi, ukweli unapatikana. Nisikilize mtoto wa Mungu, nataka kuomba kwa ajili ya mahitaji. Nataka kuomba kwa ajili ya mahitaji. Na nasikia kukuombea, nasikia neema ya Bwana inakwenda kukuhudumia hapo ulipo. Mimi sijui hitaji unalopitia, lakini nikuombe hapo hapo ulipo, fanya tendo la imani. Nilizungumza jana, imani yoyote inaimarishwa na tendo. Fanya tendo la imani. Kile ambacho ulikuwa huwezi kukifanya, sasa hii ninapozungumza anza kukifanya. Kama ni kwa habari ya afya ulikuwa huwezi kusimama, inuka. Inuka, na iona neema ya Bwana. Ndio naanza kuomba hivyo, mtumishi wa Mungu. Inuka. Kuna vitu ambavyo ulikuwa ukifanya unaona haviendi, leo anza kufanya. Nataka nikuhakikishie, kuna CV ulipeleka mahali kwa ajili ya kazi na haikupatikana. Jumatatu peleka. Iko neema ya Bwana inatokea kwenye maisha yako. Mambo yanakwenda kutendeka. Hivi ninavyosema, ninatamka mamlaka ya Jehova kutakasa kila chochote ambacho kimefunga maisha yako. Na kama kifo kifungo cha aina yote, sasa hii Bwana anaanza kushughulika nacho. Asante Yesu kwa ajili ya maisha ya watoto wako. Umeniambia nitamke maneno haya kwa imani, kwa sababu umesema wenye haki wanaishi kwa imani. Sijui huyu mama anapitia wapi, sijui huyu kaka anapitia wapi, sijui huyu dada changamoto yake ni ipi, na wala sijui huyu baba anahitaji nini kutoka kwako. Ninachojua, wewe Mungu unajua kitaji la kila mtoto wako. Wewe Mungu unajua tatizo la mtoto wako, unajua kifungo kinachomtesa. Na leo umetufundisha ya kwamba wewe ni mtetezi wa maisha ya watoto wako. Ninatamka neema ya kila changamoto ya mtoto wako kuondoka kwenye maisha ya mtoto wako. Sasa hii malaika mnaotumika nami kwenye madhabahu, kila aliyeamini pamoja nami, ninaamiri mamlaka, ninaamuru mamlaka katika jina la Yesu. Haya, anza kupita kwenye maisha ya watoto wa Mungu. Sasa hii ninapotamka, acha mambo makubwa yakatendeke. Vifungo vyote vya adui ving'olewe kwenye maisha ya watoto wa Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haya, na iachilia nguvu ya Jehova, na achilia nguvu ya Kristo, na achilia mamlaka ya Jehova. Sasa hii mamlaka zote zinazokutesa katika kila eneo la maisha yako, haya zinaanza kung'olewa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninapiga kila kusudi la adui likapate kuachilia. Sasa hii ninaachilia uwezo wa Bwana ukaanze kupita. Hiyo ndio nguvu ya Jehova, huo ndio uwezo wa Bwana, hiyo ndio nguvu ya Jehova, huo ndio uwezo wa Bwana. Haya, pokea. Kila kifungo kinafunguka katika jina la Yesu. Ile minyororo iliyokufunga kwenye eneo la uchumi wako, haya, hiyo inaachia. Mikono ya mtu inawasha sasa hii, mikono ya mtu inawasha sasa hii. Bwana anapita, ule uchumi ulioibiwa na adui unaachiliwa. Yale maroho mabaya yaliyoingizwa kwenye maisha yako, uchumi unapotea kwa sababu ya fedha fulani ya kishirikina uliopokea ikaiba nyota yako. Leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, haya, hiyo inarejeshwa. Wewe adui, tapika nyota ya mtoto wa Mungu, tapika katika jina la Yesu. Haya, ninakupiga, ninaipiga mashariki, ninapiga magharibi, ninapiga kusini, ninapiga kaskazini. Kila kilichoibiwa kwenye eneo la uchumi kwenye maisha yako, ndio hicho kinarejeshwa. Haya, ile miaka iliyoliwa na madumadu, miaka iliyoliwa na parare, miaka iliyoliwa na nzige, miaka iliyoliwa, hiyo inarejeshwa. Pokea neema ya kurejeshwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kuzimu inaachilia kila kilicho haki yako. Mama mjane uliyeachwa peke yako, Bwana anakuinulia watu katika jina la Yesu. Wewe tasa uliyetukanwa na kubezwa, kifungo cha utasa kinaachilia. Haya, pokea. Haya, ninaachilia moto kwenye tumbo la uzazi katika jina la Yesu. Mirija iliyoziba inazibuka, vimbe kwenye tumbo, haya, zinayeyuka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haya, moto ukawake kwenye hilo tumbo, moto ukawake kwenye hilo tumbo. Chochote kinachozuia ujauzito, haya, kinang'olewa, maana sio pando la baba, hilo ni pando la adui katika jina la Yesu. Ninapiga kulia, ninapiga kushoto, ninapiga mbele, ninapiga nyuma kwa mamlaka ya jina la Yesu. Vifungo vyote vya madhabahu za kichawi vilivyofungwa na jina lako likatajwa, haya, ninafuta kila maneno mabaya yaliyotamkwa kwenye madhabahu za kiganga na kichawi. Ninatamka maneno ya baraka. Wewe sio mlaaniwa, wewe haujafungwa, wewe ni mtu huru. Pokea uhuru katika jina la Yesu. Roho zote za ukoo, za maagano yaliyofanywa huko nyuma na majina yenu yakaandikwa, hata mkuhusika, katika jina la Yesu mnawekwa huru. Pokea uhuru kwa mamlaka ya jina la Yesu. Magonjwa yote yanayofungamana na familia, sasa hii natangaza uzima.
Yes, oh Lord. Haya, huo moto upite Yesu, moto upite, moto wako upite kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye wayo wa miguu. Haijalishi ni ugonjwa gani umetamkwa kwa jina gani, ninaupambanisha na jina lako Yesu. Uzima ukaingie, uzima ukaingie, uzima ukaingie. Haijalishi amelala kitandani kwa muda gani, sasa hii natangaza uzima. Aliye paralyze akanyanyuke, maana inawezekana. Ninakujua Yesu, inawezekana. Yaliyoshindikana kwa madaktari, sasa hii Bwana ninatamka neema ya uzima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Elishadai kwa sababu neema yako inapita. Asante Elishadai kwa sababu uponyaji ndio huo. Asante kwa sababu vifungo vinginevyo vinafunguka, watoto wako wanawekwa huru, kibali kinarejea kwa yule aliyeibiwa kibali. Mapito aliyoyapitia kwa muda mrefu leo yanafika mwisho. Neema ya uzima, neema ya kuvuka, neema ya kupokea, neema ya kunyanyuliwa, ndio hiyo inaachiliwa katika jina la Yesu. Haya, pokea, pokea, pokea katika jina la Yesu lile unalolihitaji. Mtetezi wako anakutetea, anakutoa katika kila eneo ambalo umekamatwa, na neema ya Kristo inadhihirika juu ya maisha yako. Yesu, asante kwa sababu ninauona uwepo wako, ninaiona nguvu yako, mfalme wa utukufu. Unamuona huyu mama na Elia, unamuona huyu baba na Elia, unamuona huyu kaka na Elia, unamuona huyu dada na Elia. Hawa wote wanahitaji kutoka kwako. Ni nani mwingine anayeweza kuwasaidia? Ni nani mwingine anayeweza kuwatetea? Ni nani mwingine anayeweza kuwapigania? Ni nani mwingine anayeweza kuwapa hatua mpya? Ni nani mwingine anayeweza kuwavusha mahali ambapo hawawezi kuvuka? Ni nani anayeweza kubomoa hizo kuta mbele yao ili wavuke waende upande wa pili? Ni nani? Ni wewe Yesu, uliyesema tukutwike fadhaa zetu, na wewe unajishughulisha na maisha yetu. Baba, shughulika na hitaji la mtoto wako, shughulika na kile kinachomliza, ili Bwana aone kicheko kwenye maisha yake. Shughulika na ule ugumu uliyemtesa kwa muda mrefu. Baba, fanya wepesi, mpe njia ya kupita, maana peke yake amejaribu, kwa njia nyingi ameshindwa. Angalia madeni, 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 madeni yanatesa watoto wako. Wamekuwa ni watu wa kujificha, aibu imekuwa ni sehemu ya maisha yao. Yesu, 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 wewe unayeweza kufanya yasiyowezekana, ambaye njia zako hazifanani na wanadamu, ambaye matendo yako yako mbali na matendo ya wanadamu, ambaye fikira zako ziko mbali na wanadamu. Tumekukimbilia Bwana. Kaangalia Bwana vilio vya watoto wako, wakumbuke Yesu, watetee Bwana, waondolee aibu, maana umesema hakuna aliyekukimbilia uliyemwacha apatwe na aibu. Baba, ninakataa aibu kwa maisha ya watoto wako, kila mmoja mmoja Bwana. Mpe neema ya kurejea kwenye nafasi uliyomkusudia, na makusudi yote ya adui yakapate kunyamaza. Baba, pokea sifa na shukrani, kwa sababu ninaona neema yako inatenda. Kila hitaji la mtoto wako unaligusa. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, unayetuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Roho Mtakatifu, msaidizi tuliyeachiwa. Angalia wabebe watoto wa Mungu, angalia wamelia kwa muda mrefu, nyakati zimekuwa ngumu kwao. Bwana Yesu, kupitia Roho Mtakatifu mtetezi wetu, Baba, tetea maisha ya watoto wako, watetee Mungu, warejeshe kwenye nafasi yao, wape nafasi ya kucheka tena kama ulivyofanya kwa Sara, hata akasema Bwana amenifanyia kicheko. Yatosha walivyozunguka watoto wako kwenye mlima huo. Ni wakati wako Bwana wa kuambia waendelee mbele na kuwatendea yaliyo mema. Yesu, pokea sifa na shukrani, utukufu na heshima ni vya kwako. Ninakuamini kwa sababu umetenda, na ninajua Mungu ziko shuhuda zitazaliwa. Wewe ni Mungu, zaidi yako hakuna mwingine. Utukufu na heshima ni vya kwako, ninapokea kwa shukrani. Amen. Mungu akubariki sana mtoto wa Mungu. Asante kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo. Neema ya Kristo iendelee kuwa pamoja nawe, na upendo wa Mungu Baba uendelee kukufunika. Jambo moja ambalo naweza kusema ni kwamba Bwana anakuwazia yaliyo mema, na hakika yeye ni mtetezi wako. Hata kuacha, atakuvusha katika kila eneo ambalo limekuwa gumu kwenye maisha yako. Endelea kumwamini tu Kristo, yeye aliye mwaminifu atakutendea. Nimekuambia namba zetu za sadaka, kama unataka kututia
kukutia moyo kwa habari ya kazi ya Mungu ni hizo hapo. Nikwambie jambo moja, unawaziwa mema na Bwana.